بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, wazee wakwambia aliokutangulia amekutangulia, na penye mtu mzima mambo ni mazima. Tumemsikia shekhe wetu, shekhe wilaya, ameongea maneno mafupi lakini amekusanya maana mengi sana. Tulitamani aendelee, lakini siku zote mzee huwa na huruma na mtoto kuliko mtoto kuwa na heshima na mzee. Kwa huruma yake akaona aniachie nafasi na mimi angalau niongee. Hii ni katika huruma yake kumsikitikia angalau na huyu kijana naye apate nafasi ya kuongea. Lakini leo si hivyo, angekuwa ni mwenye kuendelea, angekuwa ni sisi vijana, tungeona hii ndio nafasi tusiache mzee asipate kitu. Lakini kwa kuwa ni wazee walitusikitikia, akaona ndio pale Mtume sasa akasema laysa minna man la yarham. Hakuwasema mwanzo laysa minna man lam yuqar kabira, alianza man la yarham saghira. Ule mzee ambao hatomhurumia mdogo wake si katika umati wangu. Alianza na mzee, kisha ndo akaja na kijana. Walaysa minna nani man la yarham saghirana wa yuqiru kabir. Na ule mdogo naye kama hatomheshimu mzee pia si katika umati wangu. Lakini mwanzo alianza mzee, sababu atakana mzee ndo ana huruma zaidi na mtoto kuliko mtoto kwa na adabu zaidi na mzee. Kwanza ianze huruma. Ikipatikana huruma adabu itapatikana, ikikosekana huruma na adabu itakosekana. Kiwa mzee hamtomsikitikia ule mtoto, mtoto hatakuwa na heshima na ule mzee sababu hamsikitiki. Na leo alhamdulillah shekhe mimi nitakuwa na huruma sana na yeye kwa sababu amenisikitikia akanipa nafasi hii. Mada aliyozungumza ni mada muhimu sana ya adab. Adab ndiyo kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Na ndipo Mtume SAW akasema adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Alionifundisha adabu mimi ni Mwenyezi Mungu, na alifanya uzuri sana katika kunifundisha adabu. Mtume anajifakhiri kwamba amefundishwa adabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ile adabu unaisikia alikuwa nayo bwana Mtume kwa watu, namna gani aliishi na watu, ni kwa sababu adabu ile amefundishwa na Mwenyezi Mungu. Tena akasema Mwenyezi Mungu amefanya uzuri zaidi katika kule kunifundisha adabu. Hakunifundisha ovyo ovyo, amenifundisha kwa umakinifu na akanifundisha adabu iliyokuwa kubwa. Ndio leo kisoma tarikh ya adabu ya bwana Mtume SAW ni hali ya juu sana alivyokuwa na adabu na watu. Alikuwa namna gani Mtume akiishi na watu kwa adabu aliyokuwa nayo. Moja katika hiyo ni kwamba bwana Mtume SAW alitembea ndani ya Madina, akamwona mama mtu mzima amebeba mzigo mzito. Kwa adabu aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu, hakuweza kumwacha mama yule ende na ule mzigo, akaona sivyo atakuwa nimekosea. Akamfuata yule mama akamsalimia, kisha akamwambia mama, naomba nikusaidie mzigo. Swalieni bwana Mtume. Mama akamuuliza unasemaje? Akamwambia nakuomba kwa heshima na taadhima nikusaidie mzigo. Akampa mama. Kisha akamgeukia akamwambia kwa kweli leo ni ajabu katika maisha yangu. Sijawahi kupata kijana akanihurumia akanisaidia mzigo. Ndio mwanzo leo nakuona wewe, ama wewe kijana una adabu. Kwa nini asiwe na adabu na aliyomfundisha adabu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Swalieni Mtume Muhammad. Akamsaidia mama, akafurahika kuona mtoto leo amenisaidia. Kila siku nabeba asipati mwenye kunihurumia, leo kumetokea kijana makweli kijana huyu ana adabu. Akaenda naye paka karibu na nyumba. Yule mama akamwambia kwa furaha yangu ulivyonisaidia, kwa kweli na mimi sina cha kukulipa ila nitaka kukupa wasia tu. Bwana Mtume kwa adabu aliyofundisha na Mola wake akamwambia nipe wasia. Akamwambia wasia wangu na kuhusia hapa Maka, kuna kijana amekuja adai kwamba yeye ni mtume na yuadai kwamba Mungu wake ni mmoja. Awakataa hawa waungu wengi tulioachiwa na babu zetu. Basi na kutahadharisha kuwa mbali na huyo kijana, atakupoteza, atakutoa katika dini ya wazee wetu.
na nasikia huyo kijana ana ulimi tamu, akikwambia utaingiana tu moja kwa moja, basi usiwe karibu naye. Sasa iangalie hii adabu anayosema Bwana Mtume aliyofundishwa na Mola wake. Hakuweza pale pale kumkatisha ule mama, akamwambia shika, fanya adabu huo unayemwongelea ni mimi, tafuta ya kuongea. Kwa adabu aliyofundishwa na Mola wake, alinyamaza, akamsikiliza mpaka akamaliza, akamwambia shukrani mama, nimeshukuru, nimesikia wasia wako, lakini na mimi nina kitu nataka nikwambie kabla sijaenda zangu. Ashapatia mzigo wake, anambia niambie mtoto wangu, ulionifanyia wema huu siwezi kusahau maisha yangu, niambie kuna nini? Akambia huyo kijana unayemuongelea wamfahamu? Akasema simfahamu wala sitaki kumfahamu, kwa habari alina sina shida kufahamu. Akambia samahani, kijana mwenyewe unayemuongelea ni mimi. Swalieni Mtume. Angalia adabu aliyokwenda nayo. Huyo kijana ni mimi. Hakuwa na hamaki, hakuwa na hasira, hakuwa mkali akamfokea, amwambia kwa lugha ya upole, ni mimi. Mama alibabaika. Yaani yale maneno yote nayaongelea ni wewe. Kisha na umekaa kimya na heshima ile ile, hukubadilisha mwendo wako. Mimi na wewe hapo tungechukia, tukaondoka na hatutaki tena kumuona mshenzi yule. Ananiambia mimi. Lakini angalia adabu ya Mtume aliyofundishwa na Mola wake. Alitulia tu mpaka mama akamaliza, kisha akamwambia ni mimi. Mama akamwambia hii ndio wewe unayeongelewa, ndiye wewe? Akamwambia ndiye mimi. Kwa hii tabia ulionao, kisha watu wanakuongelea vibaya, hustahiki kuongelea vibaya. Hii tabia ulionayo hustahiki, watu wanakuongelea vibaya, hawastahiki. Wewe si wa kuongelewa vibaya. Mimi nimekwambiaje, nashangaa leo kuona mtu amenipokea mzigo, sijawahi maisha yangu. Leo wewe umenipokea mtoto mwenye heshima na adabu kiasi hichi, na umekwenda na mimi kwa heshima na adabu paka umefika hapa na kuongeleshea, kukwambia huyo kijana, kumbe ni wewe. Na angalia, hukunichukia, hukunifokea, hukuniachia mzigo wangu, umeendelea kuwa na mzigo wangu vile vile. Ama kweli wewe wastahiki kufuatwa. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasul. Msalieni Mtume Muhammad. Adabu aliyokuwa nayo Bwana Mtume. Sasa sisi kama wapenzi wa Mtume, yatakikana tuige adabu hii. Ndio mwenye taalimi almutaalim akatuambia nini? Ma wasala man wasala illa wa ma sakata man sakata illa. Swalieni Mtume. Mwenye taalimi almutaalim akwambia ma wasala man wasala illa bihurma, hakufika aliyefika ila kwa sababu ya heshima, kwa sababu ya adab, ndio ikamfikisha mtu. Unapomwona mtu amefikia mahali aheshimiwa, atambulikana, ni kwa sababu ya heshima yake, ni kwa sababu ya adabu yake, ndio ambao kwamba imemfikisha pale alipofika. Si amefika tu, si kwamba aliamka tu akafika pale. Adab. Wama sakata man sakata illa bitarki alhurma, na hakuna aliyepomoka kupomoka ila ni kwa sababu wa kukosa heshima. Kwa kukosa adabu ndio unamwona mtu ameanguka, unamwona mtu haheshimiwi, hatambulikani, hasikilizani. Kwa nini? Kwa sababu amekosa adabu. Kule kukosa adabu kwake kumempelekea awe hatotambulikana. Lakini adab ndio inampandisha mtu katika makamu makubwa.